Barabara kabisa. Wimbo wa pili, Mheshimiwa Naibu wa Rais, unajulikana kama Stella, utunzi wake Freshley Mwamburi. Ikiwa wako katika mwendo wa kinyonga, barabara kabisa. Wimbo wao watatu unajulikana kama Wanachama, katika mwendo wa kasi, utunzi wake Mzee Ngana na bendi yake inajulikana kama Bango Sounds.
kabisa wimbo unaofuata unajulikana kama African Music United Melody. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ni nyimbo mbalimbali ambazo nyimbo za kutoka Afrika, ikiwa huu wimbo wa kwanza unajulikana kama Afrika, ikiwa wamebeba bendera mbalimbali za mataifa yote yaliyomo katika bara letu la Afrika. Wimbo unajulikana kama Hamba Nawe kutoka kule South Africa. Wimbo Tony. Wimbo Yahya. Wimbo Sura Yako Nzuri. Wimbo Valu Valu. Wimbo unajulikana kama Mario. Wimbo unajulikana kama Kauo kutoka kule sehemu za Ivory Coast. Wimbo Afrika Nchi Yetu.
ambao unaohimiza ukulima katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hivi sasa tunaendelea na burudani, ikiwa ni burudani ya kipekee, wimbo unaojulikana kama Mama Emma. Mama, nisemalo sikiza, shida nasiona wala sitojiliza, yapo bado twenda na mbele kuna giza. Mimi tasimama kidume nitaweza, mengi nishaona na hata miujiza, na sikati tamaa wala sitoyapuza. Mwenyewe nasema langu nitatimiza. Emi mama, sema unalosema, mengi yaja yakienda, dunia bado imara. Emi mama, sema unalosema, mengi yaja yakienda, dunia bado imara. Wakimomba Mola sala zao hatari, wakifika kwangu ujifanya wazuri, kwa vicheko vingi uficha kuchagali, wako kama chui na papa wa bahari. Emi mama, sema unalosema, yaja yakienda, nani wale naoitama. Emi mama, sema unalosema, mengi yaja yakienda, nani wale naoitama. Welcome to the Master Bounty. When everybody can see you, small but mighty, Mother stories in the culture, we've got some of the most beautiful and best teachers in the island. Welcome to the Mombasa International Show! Eine gute Stadt, ein Sommertag, ich bin verliebt. Das blaue, der weiße Sender, ich liebe dich. Und der grüne Palmen, der heiße Sonne, vergeht sich nicht. Die blaue Leute, die Sophie Affen, die mag ich nicht. Mombasa, Mombasa. La la la, la 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 la, la 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 la. Mombasa, Mombasa. La la la, la la la, la 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 la. Mombasa, Mombasa. La la la, la la la, la 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 la. Mombasa, Mombasa. La la la, la la la, la 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 la. Asanteni sana wanabendi wa Kenya Prison Service ambao tena wanajulikana kuwa maarufu zaidi. Tunangojea wale watu wetu wa Green Eagles kwa heshima kubwa sana. Kama tumemaliza maonyesho yetu, basi tutawapea nafasi. Asanteni.
Yeah. Asanteni sana bendi yetu ya Prison Service Band. Tuwasindikizeni kwa makofi mabibi na mabwana wanapoondoka uwanjani baada ya kupatia burudani safi sana muziki wa ala. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hivi sasa nitampisha mwenzangu Sergeant Mbaye Misango ili aweze kutuambia ama kutuelekeza ni yapi yanayojiri kule angani. Kwako mwenzangu Sergeant Mbaye Misango. Asante sana mwenzangu Hamisi Jenge. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Gavana wa Jimbo la Mombasa, Gavana wa Jimbo la Taita Taveta, wageni wa tabaka mbalimbali, itifaki zote zikizingatiwa. Mheshimiwa Rais, burudani litakalofuata hii sasa tutaweza kuletewa na jeshi letu la Kenya, kikosi kijulikanacho kama Green Eagles, na katikati mwa uwanja Mheshimiwa Rais, wale panels wa kuhakikisha kwamba wana miavuli hawa wataweza kutua hapa salama salmin. Wameshaandaa sehemu maalum ya wana miavuli hawa kuweza kutua. Hii leo Mheshimiwa Rais, tutaweza kupata free falls kutoka kwa wana Green Eagles wakiongozwa naye Captain Eshiwani, afisa mteule daraja la pili, daraja la kwanza, Bichange, Senior Sergeant Gasora, Senior Sergeant Njoroge, Senior Sergeant Kide ambaye atakuwa amebeba bendera iliyo fahari ya taifa letu la Kenya, Sergeant Kinywa, Sergeant Irungu, Corporal Mkanzi, Corporal Wairegi na Warrant Officer 2 Paul Omasaja. Mheshimiwa Rais, wana troopers hawa wanatoka katika kikosi maalum kijulikanacho kama Army Special Brigade chini yake Brigadier Saman, na hali kadhalika naibu wake hii leo akiwa mahali hapa Kanali Cheret, na kamanda wa chuo cha wanamaruko, Lieutenant Kanali Simon Seda. Dropson Safety Officer ni Warrant Officer 2 Mwema akishirikiana naye Corporal Kipande na Lance Corporal Chanda. Ground to Air Communication ikiwa inaongozwa na wana mawasiliano wetu chini yake Corporal Frederick
Onyango. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hivi sasa tunaposubiri wana miavuli wetu kuweza kutuletea tamasha hilo, nitamwalika Koplo Fatma aweze kutuletea kipindi kifupi cha muziki. Basi nitatumai tushangilie kwa makofi tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, ni kuombe kwa heshima hivi sasa uweze kujongea ili uweze kushuhudia wana miavuli wetu watakapokuwa wanatua angani hivi sasa wakiwa na ndege aina ya Skytrack tayari kabisa Mheshimiwa Naibu wa Rais kuweza kutua mahali hapa. Wanafunzi mpo? Haya, wana miavuli ndio hawa, ndege ndio hii tayari kabisa kuweza kutuletea free fall jumps. Wenzetu kutoka majeshi ya ulinzi ya Kenya, tunaomba tafadhali muweze kutulia mlipo, mtaweza kutazama moja kwa moja wakiweza kutua mahali hapa. Wa kwanza ndio huyo ameweza kutoka, Mheshimiwa Rais. Wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hawa ni wanajeshi wetu wa hapa nchini ambao wameweza kupata mafunzo ya hali ya juu. Ukiweza kushuhudia hivi sasa angani Mheshimiwa Rais wakisoma hali ya anga. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ukitazama angani kuna bendera ya taifa letu la Kenya inapepea kule angani. Wakizidi kusoma hali ya anga ndiposa waweze kutua mahali hapa salama wa salmin, mahali panapojulikana kama desired point of impact. Na kule katikati mwa uwanja, Naibu wa Rais wakizidi kupewa ishara ya moshi ule kwamba wanahitajika kuweza kutua mahali hapa. Tazama wanavyozidi kusoma hali ya anga, wakizidi kuhakikisha kwamba wanakuja kutua mahali hapa, wakituletea maonyesho ya free fall nilivyokuwa nimesema hapo awali, wakiongozwa naye Captain Eshiwani, afisa mteule daraja la kwanza Bichanga, Senior Sergeant Njoroge, Senior Sergeant Gasora, Senior Sergeant Kide ambaye amebeba bendera iliyo fahari ya taifa letu la Kenya,
Senior Sergeant Kinywa, Sergeant Irungu, Sergeant Kiama, Kopro Mkanzi na Kopro Wairegi wakiweza kuwa angani hivi sasa, naibu wa rais, kuhakikisha kwamba wanasoma anga hili ndiposa waweze kutua hapa pasipo na bugda. Tazama wakija polepole kule angani wakiwa wamepinda miguu yao kama mwewe. Wa kwanza ndio huyo anakuja taratibu taratibu kabisa, akiweza kusoma mahali pa desired point of impact na kupinduka vyema kabisa na kuanza kusoma polepole. Akija ndio huyo wa kwanza. Wapi makofi jamani? Akija na kutua mahali hapa salama salmin, paratrooper wa kwanza, makofi kwake. Ndio hivyo ameweza kutua na kuweza kukunja mwavuli wake, akiweza kukunja mwavuli wake. Wa pili ndio huyu akija taratibu akiwa amebeba bendera iliyo fahari ya taifa la Kenya, Senior Sergeant Kide. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tazama anavyosoma anga, akiweza kupinda miguu yake akiwa na bendera hii. Tazama tu Mheshimiwa Rais akija kwa utaratibu. Wapi shangwe na vigelegele? Tua salama salmin. Wa pili, wa tatu ndio huyu anakuja taratibu, tumshangilie kwa makofi. Tua salama salmin. Wa nne, wa tano, wa sita, wa saba ndio huyo anatua salama salmin, tumshangilie kwa makofi. Wa saba, Captain Eshiwani akitua salama salmin, tuwashangilie kwa makofi tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais kwa kuweza kushuhudia tamasha hizi ama onyesho hili kutoka kwa wana miavuli wetu hivi sasa, wakiweza kujiandaa ili kuweza kuondoka hapa uwanjani. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ni sharti kwamba unapotua salama wa salmin wewe mwenyewe kuweza kukunja mwavuli wako na kuweza kuwa tayari kuondoka uwanjani ama katika sehemu ya operesheni. Wanajeshi hawa hususan hufanya operesheni zao wakati wa usiku, na huwa ni operesheni ya haraka sana, ambapo adui kila wakati tunampata akiwa flatfoot. Wakiweza kujitayarisha kuweza kupeana heshima mbele ya jukwaa rasmi ya mgeni wetu, jukwaa la mgeni wetu rasmi, ndiposa waweze kuondoka mahali hapa. Tuwashangilie kwa makofi wanapojitayarisha tafadhali. Basi wanapojitayarisha kuweza kuondoka, wameweza ama kamanda wao kuweza kuja kupeana heshima kwa mgeni wetu rasmi, Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Captain Eshiwani. Asante sana Captain Eshiwani, umeshapewa idhini ya kuondoa wana miavuli hawa uwanjani. Mheshimiwa Naibu wa Rais, burudani litakalofuata hivi sasa tutaweza kuletewa na jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha 15, kauli mbiu yao ikiwa stay high. Waweze kutuletea mchezo wao, jinsi wataweza kunusuru mateka ndani ya chumba pasipo kuwa na udhuru ama kuwadhuru wale mateka.
The Fighting Five, uwanja ni wenu tafadhali. Stay high, samahani. Stay high, uwanja ni wenu. Tuwashangilie kwa makofi tafadhali wana troopers wetu wanapoondoka. Tuwashangilie kwa makofi mazuri. Thank you. As they set up, you can count that lady akuja malize. Alafu useme kutakuwa na milipuko sijui nini hizo. Si just alert us. Basi mgeni wetu rasmi, mabibi na mabwana, katika onyesho litakalofuata tutaweza kuwa na vilipuzi, japo vilipuzi hivi vinatumika katika mafunzo, ndiposa tumeweza kuwaletea onyesho hili. Vilipuko halisi hatuwezi kuvitumia mahali hapa, japo vitaweza kutoa sauti kali, na tunaomba muweze kuwa na tahadhari hiyo. Tunazidi kuwakumbusha kwamba katika onyesho hili tutaweza kuwa na vilipuzi, na muweze kuwa na tahadhari hiyo, japo si kumdhuru mtu yeyote. Basi mwenzangu upande wa pili, Fatuma Mambo, iwapo uko tayari njoo uendelee tafadhali. Basi kwa mengi zaidi mgeni wetu rasmi, nitampisha Luteni Chai aweze kueleza mchezo huu kutoka kwa kikosi cha 15 cha jeshi letu la nchi kavu. Welcome sir. Naam, barabara kabisa. Shukrani mwenzangu. Pande wa pili nikiwa niko mzima buheri wa afya. Mgeni wetu rasmi ambaye ni Mheshimiwa Naibu wa Rais, ningependa kukaribisha katika onyesho hili la House Clearance ama ukipenda Hostage Rescue Team ambalo limeandaliwa na kikosi cha 15 Kenya Rifle. Onyesho hili liko na vikundi aina tofauti tofauti ili kuwezesha misheni hii kuwa kamili. Upande wetu wa kulia uko mnara, tumeweka kikundi Apea Sniper ama ukipenda Overwatch. Kazi yao kuu ikiwa ni kufanya surveillance ndani ya jumba hili. Hivi sasa mgeni wetu rasmi wanaoingia ni cordons ambao imeundwa na vikundi viwili, inner cordons na outer cordons. Wanatembea kwa maridadi wao pale wakichukua position zao. Mgeni wetu rasmi wanaotazama ndani ndio tunaowaita inner cordons, ambao kazi yao muhimu ya kuhakikisha ndani ya jengo hili hakuna adui yoyote anaweza kutoroka, na wanaotazama nje ni outer cordons ambao kazi yao kuu ni kuhakikisha hakuna adui yoyote anayepenya katika jengo hili. Tayari walishachukua na kulizingira ili kwamba kaweze kufanya operation hii kwa makinifu zaidi ili waweze kuokoa mateka walioteka nyara ndani ya jumba hilo. Naam, kama mlivyojuzwa awali ya kwamba vilipuzi hivi havina madhara kwetu sisi wote, ni kwa ajili ya mafunzo tu. Umuhimu wa moshi huu ama mlipuko huu ambao kwa uwanja wetu ni kwa ajili ya cover, ili kwamba clearance team inapoingia ndani iweze kuhakikisha ya kwamba hawaonekani na adui kwa mbali. Tazama wanavyoingia. Timu yetu ya kwanza ambayo tunaita kwa jina Alpha, ikiwa imeweza kutengenezwa na askari 4. Kwa maridadi wao pale wanaingia kwa jengo hili. Chukua position yake. Hivi sasa anaweza kuwajuza wenzake ya kwamba katika jengo hili liko na varanda na mlango, hivyo basi wanafaa kuvunja mlango huu
na vilipuzi. Nyuma yao mgeni wetu rasmi, naibu wa rais, ni kamanda akiwa na msaidizi wake. Kazi yake kuu hasa ni kuhakikisha ya kwamba anapeana amri zote za operesheni hii. Tayari wameweza kufanya clearance ya chumba cha kwanza, na habari zinazofikia hivi sasa ni kwamba katika chumba cha pili, katika ule mlipuzi ama katika harakati zao, wameweza kupata mateka mmoja. Kwa bahati mbaya pale ameweza kupigwa risasi ya mguu. Hivyo wanavyoingia sahihi ni timu ya madaktari kwa uharaka na upesi wameenda kumsaidia na kumpea matibabu ya kwanza. Wakiendelea na vita basi ndani ya jengo hilo kuhakikisha kwamba maadui wanatambarizwa kabisa. Tayari mateka huyo kwa bahati mbaya kupata kwa risasi, lakini ameweza kuokolewa maisha na kufanyiwa usaidizi wa kwanza wa matibabu. Hivi sasa wanampeleka kwa matibabu zaidi. Wanaoingia kwa mwendo aste ni clearance team Bravo. Kazi yao kuu haswa ikiwa ni kufanya upekuzi wa jengo hilo, endapo wanaweza pata silaha ama aina zozote zenye maadui walikuwa wakitumia. Hivi sasa mgeni wetu rasmi, clearance team inaendelea na upekuzi ndani ya jumba hilo, na wameweza kunakili ama kupata vitu kadhaa ikiwemo silaha katika chumba kile cha black aina ya AK47 moja, sambamba na room ama chumba cha gold. Pia wameweza kunakili aina ya silaha AK47 moja. Vivyo hivyo katika chumba cha black wameweza kunakili ama kupata GPS ambayo inatumika katika utembezi. Pia wameweza kupata kofia aina ya jungle hats, na wameweza kuambia komanda wao hiyo basi kunakili chini. Maridadi pale akiwa ameweza kuomba ruhusa kwa komanda wao kwamba anatoka na mateka hao akiwa salama salmini. Tuwapigie makofi jameni kwa kazi nzuri walioweza kuifanya kwa kuokoa wananchi wale waliokuwa wametekwa katika jumba hilo. Vivyo hivyo timu ya pili pia inaweza kutoka wakiwa wote wanne, wakiwemo pia wameweza kuomba ruhusa kwa komanda wao na kupewa. Kwa muhtasari, mgeni wetu rasmi wa jesho hili liko katika hali ya kihalisia ambapo tunafanya operation katika kazi yetu ya kijeshi, ikiwa lengo kuu ni kuwaokoa mateka wanaoteka nyara katika majumba ya kisasa. Mfano mzuri nyumba iliyoko mbele yetu. Pia ni wajuze kwamba maadui hao pia wameweza kutumwa Jongomeo, ama ukipenda wamesambaratishwa chini na wanajeshi wetu. Pia operesheni hii ni speciali kwa wanajeshi wetu na huwa inafanywa kwa hali halisia kama vile tuliyokuwa nayo ya West Gate.
Asanteni sana. Hivi sasa wametengeneza gwaride ili waweze kupeana heshima kwa mgeni wetu rasmi. Pia ni wajuzi ya kwamba kamanda wao kwa jina anaitwa Koplo Bosi katika kikosi cha 15, yani 15 stay high. Kio basi moto yao ni kubaki juu angani kama mayuayu wakitembea kwa mwendo wa kausi ili waweze kupea heshima kwa mgeni wetu rasmi. Watazame. Asante sana mgeni wetu rasmi kwa kupokea salamu hizo. Mungu atubariki wote, na ningependa kuwapisha wenzangu ili waweze kuendeleza ratiba. Thank you so much. Let's appreciate them. Tuwapigeni makofi mazuri. Wanajeshi wetu wametuonyesha the skills that they have to really protect our beloved nation. Your Excellency, with your permission, allow me to invite the next group for entertainment bit. We are going to have the exhibitors flag parade, the scouts team, which are going to be led by the Salvation Band from Mombasa County. The exhibitors parade team, kindly when you are ready, take it up, led by the Salvation Army from Mombasa County. Are we ready? Let's take it up, the exhibitors parade team. Your Excellency, this is a parade showcasing the flags of various exhibitor stands that we have had the chance to visit and tour throughout the start of this show in Mombasa. Some of the stands that we have had, or that the flags are going to be represented here: the Kenya Scouts Association, the Kenya Ports Authority, Port Sacco, Nest, Kentracto, and all other stands or exhibitors that are around. The parade, when you are ready, together with the Salvation Army Band, let's take it up. Karibuni sana. Ni watoto wetu wapendwa wakiwa wanajipanga huku na kule wakiweka pamoja. Tuwape nafasi. Asanteni sana pia kwa kukuwa na huo subra. Salvation Army Band together with the parade. Karibuni. Karibu sana mgeni wetu wa heshima, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Watoto wetu wazuri wanaojifunza pia kuchukua nafasi hapo mbeleni wakiwa tena wamefika miaka inayofaa. The Salvation Army Band, Mombasa County.
The flags, Your Excellency, that they are carrying, these scouts, are the flags from the exhibitors' stands, representing all the exhibitors that have taken place or showcased what they have in this year's show here at Mombasa branch, Your Excellency. Some of the exhibitors that we've had are the Bandari DT Sacco, the flag that are showing the Cooperative Bank, Ketraco, the KCB Bank, the Kenya School of Government, KEMSA, Kenya Wildlife Services, amongst others. Enjoy the display, Your Excellency, the Deputy President of our beloved nation. Safi kabisa, tuwapigieni makofi watoto wetu wanapojaribu kufanya ile kitendo. Asanteni sana. It's called resilience. You drop down, pick it up, and you continue showcasing what you do better. Jiandaa kuja kupeana heshima ya mwisho kwa mgeni wetu wa siku ya leo, ambaye si mwingine bali ni Mheshimiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Rigathi Gachagua. Makofi mazuri wakati Naibu wa Rais anapopokea saluti na heshima kutoka katika hawa wanafunzi wetu. Salvation Army Band, Mombasa branch. Asanteni sana. Thank you so much. Tuwapigeni wote makofi kwa jumla jameni. Kazi nzuri ambao wamefanya.
Your Excellency, and that marks the end of our entertainment session, a good one that they have showcased from Kenya Defense Forces, our bands, and of course the scouts who are showing the flags from our exhibitors. Your Excellency, it's now time for speeches, and with your permission, sir, allow me to now fast forward invite the Mombasa branch chairman, Mr. Henry Nyaga, to unpack for us what we have ahead. Welcome, the chairman, Mombasa branch. We can have the media team take their position now for the Our guest of honor today, His Excellency Honorable Rigathi Gachagua, Deputy President of the Republic of Kenya, Dr. Andrew Karanja, Agriculture and Livestock Development Cabinet Secretary, other Cabinet Secretaries present, His Excellency Honorable Buswama Nasir, Governor Mombasa City County, His Excellency Honorable Andrew Madime, Taita Taveta County Governor, Regional Commissioner Coast, National Government leadership present, Mombasa County Government and County Assembly leadership present, ASK National Chairperson, Mrs. Annabel Kirinya, ASK leadership present, distinguished exhibitors and farmers, ladies and gentlemen. Sir, it is our great pleasure to welcome you to the 2024 Mombasa International Show. Thank you for honoring our invitation to grace this great occasion. I also wish to take this opportunity to welcome all our exhibitors, show visitors, and participants present here today. Your presence and continued support towards the show highlights the significance of celebrating agriculture, agribusiness, and trade in this region. Your Excellency, the Mombasa Show has over the years been committed to showcasing modern technologies and innovations that promote agriculture and trade activities within this region and beyond. Sir, in an effort to promote marine development within the region, we plan to host a fishing competition, a boat racing event, while promoting coastal tourism through our exhibition platform and the showground redevelopment plan. In collaboration with the Mombasa City County Government and other stakeholders, we are committed to play a key role in harnessing this vital natural resource, ensuring it remains central to the local economy. Sir, we are happy to announce that the 2024 Mombasa International Show has attracted over 150 trade exhibitors, both local and international. We have also witnessed substantive growth in the livestock, farm, and dairy sections. Sir, allow me to recognize some of the exhibitors participating in our show for the very first time. We have the Ugandan Consulate, NEPAD APRM Mechanism, East African Tea Trade Association, Ketraco, Kitui Flour Mills, which we call here Dollar, Mombasa Maize Millers, Grain Millers that we call Ajab, Kenyatta University, Tana River County, Jehovah Witness Church, Aquatic Plus Water Solutions, Lamu Nuts, Wild Sires, Chamber of Commerce, among many others. We appreciate your participation and look forward to your continued support in future shows. Your Excellency, we wish to recognize and appreciate the following institutions for their support in organizing this show. One, the national government for the diverse support in our annual shows. Two, Mombasa City County Government for support in our marketing initiatives. Three, Kenya Post Authority for their support in the hospitality and marketing sectors. Four, Mombasa Maize Millers for refurbishing the stalls that we call bazaar. Five, Mombasa Summit for what we are seeing in this arena today.
6, the cooperative movement, the Cooperative Bank, Grand Bulk Industries, Kavian Kenya Limited, Kitui Flour Mills, and Harvest Festival sponsors, among many others. We also appreciate the continued support from exhibitors and stakeholders in this region and beyond. Sir, I wish to thank the National Office through the Society National Chairperson, Mrs. Annabel Kirinya, and the Chief Executive Officer, Mr. Bertram Mudhoka, for their assistance and guidance in preparing this event. I also wish to appreciate all branch and show committee members for their hard work and dedication which has seen the success of this event. Your Excellency, it is now my humble duty to call upon the Society National Chairperson, Mrs. Annabel Kirinya, to carry forward the program. Thank you na karibuni sana. Thank you, Chair. Our guest today is Excellency Honorable Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya, Cabinet Secretary, Minister of Agriculture and Livestock Development, Dr. Andrew Karanja, Cabinet Secretaries and Principal Secretaries present, Governor Mombasa City County, His Excellency Honorable Abdul Swamad Nasir and the county leadership present, His Excellency Honorable Andrew Mwandime, Taita Taveta County Governor, the Acting Police Inspector General, here today. Your Excellency, I am delighted to welcome you to the 121st edition of the Mombasa International Show. Thank you for honoring our invitation to officiate on the official opening today. To our valued stakeholders, exhibitors and visitors, I wish to also welcome you to this premier event. We appreciate your continued support and participation in the society events. Your Excellency, we take pride in presenting a diverse array of new technologies and innovations in agriculture and trade. We invite farmers, entrepreneurs, stakeholders, and the public to participate and actively engage with the exhibitors. Some of the notable strides made by the society in support of the national government's agriculture agenda include: 1, embracing initiatives aimed at fostering innovation and sustainable development within the agricultural sector, establishing business incubation centers, allocating space within our showgrounds to showcase innovative, affordable housing technologies, engaging young minds in environmental conservation initiatives, creating numerous job opportunities for Kenyans through our exhibitions platforms countrywide. And now, Your Excellency, I am pleased to report that the Society has made substantial progress advancing the development of the Mombasa Showground Integrated Land Use Master Plan from 70%, as earlier reported, to 87% completion rate. We are actively engaging with key stakeholders, including the Mombasa City County Government, to ensure successful implementation of this development plan. Some of the envisaged investment options include commercial and retail centers, sporting hubs, an exposition center, as well as light inoffensive industries, among, of course, very many others. We invite investors from both public and private sectors to explore the significant opportunities available within
our showgrounds. And now, sir, as I conclude, I would like to commend Mr. Henry Nyaga, the Mombasa branch chairman, and his dedicated team for staging this very enlightening show. Your Excellency, I will now invite His Excellency Honorable Abdul Swamad Nasir, Governor Mombasa City County, to make his remarks and invite the Cabinet Secretary for Agriculture, Dr. Andrew Karanja, to proceed with the program. Thank you, sir. Your Excellency, kwa heshima na ngeomba tu ndugu yangu Gavana Mwadime aje asalimie. Asante sana Governor Mombasa. Your Excellency, Deputy President of Kenya, Mheshimiwa Rigiji, Governor Mombasa, Cabinet Secretary, Present, Principal Secretaries, organizers wa hii show, meza kuu na wananchi wote mpo hapa. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Yangu tu ni kushukuru organizers wa hii event, kwa sababu kilimo ndicho ambacho wananchi wengi wa Kenya hutegemea, na kuwa na exhibitions kama hizi ina encourage watu tofauti tofauti, wakulima, wafugaji na wengineo. So nampa pongezi na muendelee na kazi njema. Hata kule kwangu Taita Taveta County, nakumbuka mmenifikia kule, na najua mwaka huu nasikia tumerokota mazawadi. Hata si ajabu, nafikiri mwisho wa show labda jimbo la Taita na Taveta ndio litakuwa number 1. Lakini namuomba tuende kwa pamoja, na tarehe 27 mwezi wa 11, yani Novemba, tutakuwa na investment forum, or rather say conference. Ninamkaribisha nyote ambao mpo hapa, wale ambao sitaweza kuwafikia. So 27 November tutakuwa na hiyo investment conference, na mfahamu Taita Taveta is one of the counties with vast resources, including minerals, rice, one of the biggest farms of rice in Kenya. We have bananas. We should be, if not number 2, number 1 in Kenya, producers of bananas. We have macadamias. We have good grounds for fattening livestock and many others. So tunamkaribisha nyote ifikapo 27th November, mje tuje tuangalie rasilimali ambaye iko Taita Taveta na tuibadilishe, tuiweke mezani kwa Wataita na Taveta na kwa Wakenya wote kwa ujumla. Kwa hayo, Mheshimiwa Gavana wa Mombasa, karibu uendelee, manake hapa ni kwako, uongee na wananchi. Asante sana. Your Excellency, umeniomba, sijui Badi Twalib amekupa nini, lakini umeniomba ya kwa Badi Twalib aweze kusalimia.
Asante Mheshimiwa Governor. Deputy President amenipatia hiyo fursa kwa sababu nilifanya naye kazi miaka 5 tukiwa bunge. Nipigieni makofi kwa kufanya kazi na Deputy President. Sasa Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Governor Abdulswamad Sharif Nassir na vile vile Mheshimiwa Mwadime, kiongozi wa ASK Show national level, vile vile katika Mombasa County level, viongozi wote wako hapa, akiwemo Rafiki Kendagor, akiwemo Rafiki Said Wadola na wengine wengi. Hamjambo. Leo nachukua fursa hii kupongeza waandalizi wa show hii kwa ajili tulipata mambo mengi sana ambayo yakifuatwa yanaweza kutusaidia katika maisha yetu. Mheshimiwa Naibu wa Rais, kwa shauri ya wakati, wacha nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Governor Abdulswamad Sharif Nassir kwa mambo ambayo anafanya katika kaunti yetu ya Mombasa, hasa katika field hii ya mambo ya agriculture. Mheshimiwa Naibu wa Rais, kama unavyojua, kule bara wako ambao wanapanda kahawa, chai na vitu kadhalika, lakini sisi upanzi wetu hasa ni katika uchumi wa bahari. Kwa hivyo nachukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Governor kwa kuwa aliweza kutoa maboti kwa wale fishermen wetu, akatoa na fishing gears. Hivi sasa nasambaza mbegu katika sehemu yangu ya Lidina na vile vile shade nets. Kwa hivyo hizi zote ni kazi ambazo ni za kuigwa na za kupongezwa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mombasa hatuna ardhi, kwa hivyo ni muhimu tu venture zaidi on smart farming. Na nachukua fursa hii kusema Mheshimiwa Governor ameanza kushuka mashinani kufundisha watu juu ya smart farming kupitia kwa waziri wake Madam Kibibi. Mimi kitu ambacho ningependa kusema nikiwa mbunge ni kwa kuwa Mheshimiwa Naibu wa Rais, vile ambavyo watu wa majani chai na kahawa hupewa mikopo na pesa kwa serikali, hata sisi wavuvi wetu wapewe pesa kama vile wanavyopewa wengine ili waweze kujiendeleza. Mimi nachukua fursa hii kusema kuwa tukiangalia zaidi katika smart farming, tutaweza kuondoa uhalifu kwa watoto wetu ambao wanakaa maskani bure. Vile vile kwa shauri ya wakati, nachukua fursa hii Mheshimiwa Naibu wa Rais kuishukuru serikali yako kwa sababu hapa Mombasa, na mimi nikiwa kama national leader, ni muhimu nitoe shukurani kwa kuweza kuunganishwa watu pamoja na kuchaguliwa waziri ndugu yetu Hassan Ali Joho. Hiyo ni shukurani ambayo tunaiomba sana kusema tutashirikiana. Mwisho kabisa, nataka kukuhakikishia mimi nikiwa mmoja wa wajumbe kuwa safari hii ndani ya hii Mombasa tukiongozwa na Governor Abdulswamad Sharif Nassir, tutashirikiana pamoja na serikali yako katika ajenda za maendeleo ili tuweze kupeleka Kenya mbele. Katika kumaliza kabisa, nataka kukwambia Naibu wa Rais, mimi Badi nimekujua miaka 5 tukiwa mbunge pamoja. Hivi sasa wale wanaokupiga vita usitishwe, wewe ni soja ambaye waweza kudrive agenda yako bila woga wowote. Kwa hivyo tuko nyuma yako, tutakuombea Mungu, tutafanya kazi pamoja na Mungu akupe nguvu uweze kusaidiana na Rais William Ruto kupeleka Kenya yetu mbele. Asante na Mwenyezi Mungu atubariki. Thank you so much. Asanteni sana. Your Excellency, sahi mimi nitakuwa ni mfupi wa maneno. Kwanza kupeana kongole kwa ASK fraternity yote,
huu ni mwaka wa 121 ambayo tuko na show katika Mombasa. Ile ambao ningeomba wale management ya show, we have to rejuvenate. Tufikirie fikra na tuangalie njia, tuweke a fresh breath of life katika how we are going to be able to conduct future shows. The county government avail itself and its support, and I'll be meeting with the management team kutoka show ili tuweze kuangalia moving forward how we can be able to ensure yale tunayoyafanya yatakuwa sio mambo ya miaka 100 iliyopita, lakini wale watakaotuiga watakuwa ni miaka mengi ambao watatoka kutoka sasa. Your Excellency, wakati niko hapo na wewe, nimeona kuna baadhi ya counties, nikiwa naangalia news, wako katika hali ya kuwa watashindwa kulipa mishahara na watashindwa kuelekeza mambo yao. Na nisipozungumzia na wenzangu, kesho likinifika mimi, hakuna atakayenizungumzia. Kama Mombasa, pengine sisi ni katika wale ambao tumeweza kujipanga. Lakini sasa hivi kama chair wetu wa IBEC, and I think hii ni katika agenda ambayo kwamba ni lazima tumeizungumza juzi katika nyumba yako, but I plead, kwa sababu Division of Revenue Bill iliregeshwa katika bunge with proposals ya kuwa iweze kupunguzwa from 400.1 billion to 380 billion. Jambo ambalo kwamba Council of Governors, magavana wote wanaleta utetesi kuhusiana na jambo hilo. But even as that is going on, the PFM allows for Treasury kuweza kudisburse on account 50% of the last Division of Revenue ili counties ziweze kuendelea kitambo ya hii sheria kuwa in place. I plead ya kwa hili jambo liweze kufanywa kwa haraka. Mimi nina imani, I am a strong believer that both yourself and the President believe and value devolution. Na mimi nina imani ya kwa hata wewe utasema ya kwa unakubaliana na magavana, ile figa ambayo kwamba ilikuwa imekubalika pale awali tuendelee nayo. Na miaka yote tangu ugatuzi uanze, ilikuwa siku zote ikiwa kuna tofauti ya ukusanyaji wa fedha, serikali kuu inajipanga ya kuwa inapunguza gharama zake, kwa sababu county zikisema ya kuwa nao pia waweze kupunguza zaidi, inakuwa ni maumivu. Lakini safari hii ile proposal ililetwa, na nisipozungumza hata huyu ndugu yangu yuko hapa, as he was seated there, ndugu gavana wa Taita amekaa hapo, yuko na mimi, tayari ametumiwa message ya kuwa wafanyakazi manasi wake wanataka kuangalia mambo ya kugoma as we are speaking right now. Na itakuwa si wao peke yao, the likes of Tana River, the likes of Lamu, the smaller counties stand to suffer a lot. Na tusipozungumza sisi ambao ni big brothers to them, itakuwa pia tutakuwa hatujawafanyia haki. Kwa hayo mengi, hilo mimi nina imani ya kwa tutaweza kulitatua kwa haraka ili hizi counties ziweze kuendeleza. Lakini sasa ni nafasi niweze kumwalika CS wetu wa mambo ya agriculture, our new CS, na nilikuwa nikimwambia Your Excellency juzi, unajua ulitufundisha ya kwa ukiitwa unaitwa na ngoma. Sasa lazima na yeye pia tumfundishe akiitwa aitwe na ngoma angalau, na unajua tumekuita na mvua inanyesha, ni baraka tu. Karibu sana CS. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, Your Excellencies, the Governors of counties of Mombasa and Taita Taveta,
members of parliament present, ASK National Chairman, Madam Annabella Kirinya, ASK Executive Branch Chairman and Council members, exhibitors, invited guests, mabibi na mabwana, hamjambo. Before I go on, I would like Your Excellency to introduce some of the PSs who have been with us. PS Agriculture. Yeah. So, Your Excellency, I would like to recognize the PS Agriculture, Power Honor. We have also the PS for Parliamentary Affairs, Anira Loba. We have the cabinet, the PS Cabinet Affairs, Trade as Dakota. Also in our midst, we have chairpersons and chairmen of various state corporations. Wherever you are, please stand up. We have also the MDs and CEOs of various state corporations, which also would like to recognize you. Wherever you are, please stand up. Thank you. So, Your Excellency, I would like to take this opportunity on behalf of the Minister of Agriculture and Livestock Development and the Agricultural Society of Kenya, ASK, and the rest of the stakeholders in the agriculture sector to welcome you in this year's Mombasa International Show, being held here in Mukomani Showground, Mombasa County. We are glad and privileged to have you officiate this opening of the international show, which indeed illustrates the importance which the government accords to this sector. The occasion gives me pleasure because it is the first ASK show for me to address since I was appointed the Cabinet Secretary. Because of the prevailing weather and all that, I would like to say that the ministry, in collaboration with various stakeholders, has taken a leading role in spearheading the development and adoption of various technologies aimed at effectively mitigating the challenges encountered in the agriculture sector, which contributes to food and nutrition in the country. Your Excellency, I want to report to you that the last 1 year has been very good in the agriculture sector. This mainly has been due to the adoption and use of various inputs, and particularly the subsidy fertilizers. We project that the food production in the country is going to increase, and we are preparing for that. We are putting in place all the measures to reduce post-harvest losses to ensure that the benefits are passed on to the farmers. And the ministry really appreciates all efforts the government is making in the agriculture sector. As we stand in the forefront of agricultural development, I comprehend the expectation resting on my ministry, but I can assure you, rest assured, Your Excellency, that the ministry is fully committed to spearheading the transformation of the agriculture sector. I would like at this juncture to extend my wishes to all participants and wish them fruitful and enlightening show. May you gather valuable insights from the diverse array of technologies on display as we collectively strive towards a brighter future for the agriculture. With these remarks, it is now my humble duty and responsibility to welcome you, Your Excellency, to address the 2024 ASK Mombasa Show, International Show, and officially open it. Can we be all upstanding and welcome our chief guest? Thank you, Waziri. Please be seated. The Cabinet Secretary for Agriculture, Dr. Andrew Karanja, the Governor of this great county, His Excellency Sharif Nasil, the Governor of Taita Taveta County, our Member of Parliament for Jomvu, the National Chairperson of ASK, Annabella Kirinya, the Mombasa Branch Chair,
members, other leaders, distinguished farmers and exhibitors, good afternoon. Before I begin my address today, let me take this opportunity to pass my deepest sympathies on the passing on of Mr. Hasmukh Patel, the founder of Mombasa Cement, who died last week after a short illness. Mr. Patel was a great economist and philanthropist who strived to help the underprivileged and ran several charity projects, including feeding programs in Mombasa, Kilifi, and Kwale that benefited hundreds of thousands in the 3 counties. Through his kind actions, he has taught us great humility, love, and service to humanity, irrespective of the socio-economic background. He built our nation and our humanity. On my own behalf and on behalf of my family, I pass my deepest sympathies to his immediate family, relatives, his staff, and the people of Mombasa County and Kenyans at large. May his soul rest in peace. Let me request you to stand up. We observe a moment of silence in honor of the late Patel. Thank you very much. Asanteni sana. I'm delighted to join you, farmers and other stakeholders in the agricultural sector, for the opening of this year's ASK Mombasa International Show on behalf of His Excellency President William Ruto, who is out of the country on official duty. This morning, I had a cup of tea, courtesy of the tea farmer. The tea had sugar, courtesy of the sugarcane farmer. The tea had milk, courtesy of the dairy farmer. The beverage was accompanied by some boiled green maize, courtesy of the maize farmer. This explains the importance of these which the government has sustained for years as trade fair platforms for training, networking, and showcasing innovations and best practices in crop and animal husbandry. From the exhibition stands I've sampled, I'm deeply impressed with the emerging technologies. It is clear that the agricultural sector is innovating for enhanced food security and transition to sustainable agripreneurship. Distinguished farmers, exhibitors, the agricultural sector contributes 22% directly to our GDP and 27% in interlinked sectors and subsectors like manufacturing. Agriculture employs more than 40% of the population and 70% of our people in the rural areas. It is among our leading foreign exchange earners, plowing in about 33% to the GDP. As underpinned by the bottom-up economic transformation agenda, the government has given priority to the blue economy, edible oils, rice, cotton, tea, coffee, beef, leather, dairy, avocado, macadamia, sugar, and other key value chains. The interventions are bearing fruit. In distribution of 4.69 million bags of subsidy fertilizer to over 800,000 farmers, valued at 11.9 billion Kenya shillings, we have increased production across various subsectors. Consequently, the Ruto administration aims to provide 12.5 million bags of subsidized fertilizer across the country for the 2024 long and short rain seasons. In 2023, the volume of tea export increased by 16% from 450 million kilograms in 2022 to
to 522.9 million kilograms. The export earnings from tea reached a record of 180 billion Kenya shillings in 2023, up from 138 billion shillings in 2022. This is expected to rise again to 211 billion shillings at the end of the year. This represents a 31% increase in value of exports, the best earnings ever recorded by the tea industry over the years. The high returns were complemented by the radical reforms we are undertaking in the tea subsector in ensuring the small-scale farmer is king. This morning, I engaged directors and the leadership of KTDA. We agreed that there is no option to implementing the reforms to the latter as demanded by farmers during the tea subsector conference in Kericho in the year 2023. Later today, I'll visit tea warehouses here in Mombasa for better understanding of any required interventions to fully unlock the potential of the crop. On the coffee subsector, we aim to increase exports from 48,000 metric tons in 2022-2023 financial year to 60,000 metric tons in the 2024-2025 financial year, as we march towards 102 metric tons by the year 2027. Towards this initiative, the government has supported farmers in 4 counties with 49,000 seedlings. For the financial year 2024-2025, we have an additional allocation of 3 billion shillings for the Coffee Cherry Revolving Fund and further 2 billion shillings for the coffee debt waivers, hence alleviating cash flow challenges faced by our farmers. We are also undertaking a raft of reforms in linking the coffee farmer to the consumer for better returns. The Direct Settlement System, DSS, at the Nairobi Coffee Exchange has revolutionized the payment process for coffee farmers by ensuring transparent and efficient settlement process. Regarding the European Union deforestation regulations, the government has mobilized ministries, state departments, and agencies to form an interministerial committee to fast-track compliance with the European Union market requirements. The government agencies have the requisite and sufficient data to set up a due diligence system. We have started the process of ensuring our coffee farmers comply by December 30th, 2024 deadline. In the livestock subsector, to improve hide and skin quality, 1,165 flayers in 163 slaughterhouses were trained and 1,195 flaying tools issued to them. In our quest for value addition, construction of the Kenya Leather Industrial Park is 85% complete. In addition, meat exports increased from 14,985 metric tons in 2022 to 16,281 metric tons in 2024 as a result of conquering new markets. On the daily value chain, milk sold in the formal market increased from 755 million liters in 2022 to 811 million liters in 2023. The price for milk increased from an average of 47.2 shillings per litre in 2022 to an average of 49.9 shillings per litre in 2023. While the ongoing upgrading of the new KCC factories, we are increasing the processing capacity as we also implement the minimum earnings per litre to 50 shillings, the take home for the farmer. To reduce and add milk spoilage, the government has put in place various interventions, including investment in bulk chilling and cold storage infrastructure, with procurement and installation of 220 milk coolers across the country ongoing. In addition, the government is enhancing the institutional capacity in establishment of 4 liquid nitrogen plants to support improved dairy breeds. On edible oils promotion projects, farmers have benefited from provisions of sunflower seeds in various counties.
The project targets to increase the area under edible oil crops from 60,000 hectares to 450,000 hectares. It is our sustainable strategy for reducing importation of edible oil by 50% by the year 2027, from 717 million metric tons to 358.8 million metric tons, hence saving the country 58 billion shillings in foreign exchange. On cotton, we have increased the area under production from 10,000 acres in 2022 to 39,000 acres in 2024, with several county governments committing to support production of this crop. The price of the said cotton has also increased from 52 shillings per kilo in 2022 to 72 shillings per kilo in the year 2024 to motivate more farmers. The Kenya Kwanza plan is to increase cotton production to 100,000 bales by the year 2025 to meet the local textile demand. Further, our administration has been distributing 854,000 assorted certified seeds, of which 17,700 is cashew nuts and 15,500 is coconuts, and 376.6 metric tons of drought-tolerant seeds to farmers in 25 counties. This is to enhance food security and crop diversity during the 2023 short rains and 2024 long rains seasons. With the write-off of 117 billion shillings owed by state-owned companies, we are also restoring competitiveness in the sugar industry. Under the blue economy, we are working with partners in increasing the capacity of harvesting and processing fish and other marine resources. In our value addition strategy, we have invested in construction of county aggregation and industrial parks across the 47 counties to provide common user facilities for storage and processing of our farm produce. Distinguished farmers, exhibitors, ladies and gentlemen, while we are banking on these strategies to catalyze economic growth as envisioned under Better and the Kenya Vision 2030, climate change is a threat that calls on us to rethink and be more innovative in expanding agribusiness. For this reason, I wish to commend the Agricultural Society of Kenya team for the apt theme of this year's show, promoting climate-smart agriculture and trade initiatives for sustainable economic growth. We are compelled to devise and adopt climate-led technologies to surmount challenges in the production chain. The exhibitions here have presented the best innovations. We have identified potential nascent ideas for incubation and nurturing to maturity and industrial application for the benefit of our farmers. It is notable that learning institutions have been taking part in these ASK shows. We are involving our learners in providing solid solutions to food security now and into the future. In this regard, the government is strengthening 4K clubs across the country. We have trained 970 trainers of trainers, including 4K clubs, patrons, agricultural extension officers, and youth volunteers. Through this program, we have 1,870 registered 4K clubs with a membership of 115,000 people. These clubs provide a platform for young people to learn, collaborate, and innovate in agriculture, fostering a new generation of skilled agripreneurs. Additionally, we have supported 120 4K clubs and young farmers, including 33 schools in Mombasa County, with equipment, certified seeds, assorted seeds, egg incubators, and other essential tools. Distinguished farmers, exhibitors, ladies and gentlemen, as we bank on innovation to promote agro-trade along the value chain, we also have a responsibility to look into national and county policy frameworks on ease of doing business. For instance, multiple taxes on a Kenyan farmer in transit counties hampers trade. Our counties need to harmonize tax laws to facilitate smooth inter-county trade
if we have to put more money into the pocket of the farmer. On the other hand, with our counties being largely dependent on agriculture and exploitation of marine resources under the blue economy, creating linkages to profitable markets through farmer-focused technology will ensure produce reaches the market on time for real value. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our administration is focused on increasing investments in the agriculture sector to spur growth and further lower food prices, increase incomes and employment creation, thus contributing to economic recovery. I once again commend the Agricultural Society of Kenya, Ministry of Agriculture and Livestock Development, the County Government of Mombasa, the farmers, exhibitors, and other stakeholders for a successful Mombasa show. Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to declare the 2024 Mombasa International Show officially open. Asanteni sana. Ngetaka tu kuongeza tu jambo moja kuhusu wakulima wetu wa macadamia, kwa sababu tumeona hisia ya kwamba iko mfurutano with the manufacturers and the processors and the farmers. When there was a big problem when the manufacturers and the processors were underpaying the farmers, the government intervened and we allowed the farmers to continue exporting raw products for better returns. And whereas the processors and the manufacturers were paying farmers for macadamia between 20 to 30 shillings, after we allowed the farmers to export directly, the prices shot to between 100 and 150 shillings. Now, the manufacturers and the processors want us to go back to where we were, to not allow our farmers to export raw products. We are saying as an administration, we don't have a problem with that, provided we sit down with the manufacturers and the processors and agree on a minimum return, which should not be below what the farmers are receiving today. If the manufacturers and the processors are amiable to that discussion, we have agreed with the CS that we are willing to engage them as early as tomorrow so that we can ask the farmers to give them the macadamia nuts for processing, provided they pay what the farmers were receiving or higher. That is our commitment as a government to the macadamia farmers. So wasikuwe na wasiwasi, hatuwezi kubali turudi pahali tulikuwa ya shilingi 20 na 30. Hiyo ni maneno ambayo hawezi kubalika. Kwa hivyo the manufacturers and processors, up your game. When you process the macadamia nuts, you even get a higher return. Hatuwezi kubali nyinyi mchukue macadamia nuts ya wakulima, you process, muende muuze pesa mingi, alafu muweke yote kwa mfuko, alafu muletee wakulima pesa ambayo ni mabaki ambayo hawezi kueleweka na mtu yeyote. Hiyo ni mambo serikali yetu hawezi kubali. Kwa hivyo tunauliza wale processors and manufacturers tuketi, tukubaliane. Mkiwa mtalipa wakulima vizuri, vile wamekuwa wakilipwa wakipeleka macadamia nuts yao in raw form, sisi kama serikali hatuna shida yeyote. Lakini kama itarudi vile mlikuwa mnawalipa, I am sorry, that is something that is not agreeable to the government and to the farmers of macadamia. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana mheshimiwa, umesema vizuri. Rais wetu William Ruto aliuda serikali ya kila mtu, na hapa Pwani mkafaidika sana. Ukapata waziri Salim Mvurya, waziri Ali Hassan Joho. Sasa ile watu mlikuwa kwa ODM mko ndani ya serikali, sasa hii maneno nasema hapa muunge mkono. Hiyo ndio kazi ya kuwa kwa serikali. Sinakuaga namna hiyo. Sasa ile tunasema hapa mnaunga mkono. So we are saying we are happy that everybody is part of government, and this brings the people of Kenya closer.
It brings unity of the country, and the coast region now you are right in the center of government. You can no longer complain of marginalization. You are part and parcel of government. Please, let's join hands with the President for the development of this coast region, the development of the Kenyan nation, for the benefit of the Kenyan people across political parties line, across regions, across all forms of formations, so that the people of Kenya are one and they are able to benefit from development, from our resources uniformly across the country. Kwa hivyo sisi tunakaribisha nyinyi tufanye kazi pamoja, tusaidiane na tufanye mambo ambayo itapeleka taifa letu mbele. So with those very many remarks, I want to say asanteni sana, tumeshukuru sana, and tutakuwa pamoja, mkitualika mwaka ujao tutakuwa hapa, na tumefurahishwa sana na wale parachuters, wale walikuwa hapa, watu ya parachutes. Iko moja, kuna ile target ilikuwa imewekwa pale, walikuwa 10, but one of them alishuka kutoka huko juu akaenda pale kwa target ile. That paratrooper nitampatia shilingi 100,000 kwa sababu niliona alikuwa na ujuzi wa hali ya juu sana sana. Pia tumefurahia maofisa wetu wa kijeshi, wale wameonesha hapa umaarufu ya kupambana na magaidi, hata kama alishutua sisi na mlio kidogo. Yule mwenye kutangaza angetayarisha sisi, najua tuko na watu wengi, mama wajawazito nini, next time yule mwenye kutangaza pale anatujulisha ya kwamba kunaweza kuwa na mlio kali, ndio watu wasishtuke. Najua watu wengine ni watu wako na challenges sasa unaweza shitua mtu ukute tumepata hasara. But otherwise we want to thank our officers for the very good show. Hata wale ya Prisons Band tumefurahia sana ile muziki, na hiyo muziki pia mkipata nafasi, wale wafungwa wako huko pia mnawachezea, wanafurahia wakiwa huko, so that wakisukuma siku zao pia wanajisikia wako Kenya. Si hiyo iko sawa sawa? Yeah, so you know, we are very entertained. It was very nice, and we have really enjoyed ourselves, and we look forward to coming back again to Mombasa and to other international trade fairs across the country. Asanteni sana, Mungu awabariki.